akitueleza. Tunu akitueleza kwanza. Tunu akitueleza kuhusiana na yeye kuachwa Soremba, yani kaachwa katika mazingira ambayo anasema sikuwahi kuyawaza kwenye maisha yangu. Nimeachwa vibaya. Yani kuna kuachwa afu mimi nimeachwa vibaya. Mwanaume ambaye nimempenda na nimekuwa nikipambania na yeye anipende ni huyu mwanaume. Baada ya kukutana kimwili, baadaye anasema kwamba tulipokutana kimwili amejihisi ana maambukizi ya magonjwa ya zinaa, na akisema moja kwa moja ni mimi Tunu ndo nimemwambukiza, na hapo penzi linakuwa limeisha kabisa. Lakini Tunu anaenda mbali zaidi, anasema wakati nikiwa niko napambana na maumivu ya mapenzi, napata nafasi ya kuzungumza na kaka wa aliyekuwa mpenzi wangu Kevin, ndio, na kumuuliza katika mazungumzo yetu nini chanzo cha Kevin kuamua kuokoka kumfuata Mungu. Anasema ipo sababu ya Kevin kuamua kuokoka na hata kushiriki katika mambo ya Mungu. Karibu sana leo, nami niona nikukumbushe kidogo, si unaona, angalau utakuwa umepata kumbukumbu wapi tulikuwa tumeishia. Karibu sana. Ndio, ndugu yetu Tunu anatueleza. Tunu anasema hii ni safari yangu ya maisha. Mimi Tunu, haya nimeyapitia. Kupitia kwangu naamini kuna wasichana wenzangu pia wanayapitia. Mimi nayazungumza ili kumtahadharisha mtu na akajifunza kupitia mimi. Tunu anasema yako mambo mengi yanaweza akakuumiza moyo wako, msichana, popote pale ulipo. Vingi kwenye maisha unaweza kukutana navyo vikaumiza moyo wako, lakini nataka kukuambia mapenzi yakienda kinyume chako yanaumiza moyo sana. Nisikie mimi nasema, raha ya mapenzi ni muda ule ambao mnaweza mkawa na mapatano mazuri na mwenzio, lakini inavyokuwa tofauti, maumivu yake hayana kuelezeka, uchungu wake hauelezeki. Unatamani uamke ujisikie vizuri, lakini bado moyo unakataa kwamba ndo nimeachwa. Na maumivu ya kuachwa yanakuja pale ambapo unaachwa na wewe bado huyo mtu unamhitaji sana kwenye maisha yako, yani moyo wako unampenda sana. Na hizo ndizo nyakati ngumu sana sana ambazo mimi binafsi nimezipitia. Tunu anasema niko najipambania kuponya jeraha langu. Mtaalamu wa masuala ya afya amenieleza, huyu ni rafiki yangu mmoja, kwamba nitakaa sawa. Hivi ndivyo ambavyo waga inakuwa. Nikisema mbona sijawahi kukutana na hali kama hii, anasema ndio. Inawezekana ulishawahi kuwa na mahusiano lakini hukumpenda huyo mtu sana, na pengine hata wewe ulikuwa ni chanzo cha mahusiano kufika mwisho. Lakini ziko nyakati unampenda mtu na kumwachilia inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo majeraha yake yanachukua muda. Aliniambia kwa habari ya kujipa miezi 3, na akisema ukishapita miezi 3 akimaanisha siku 90 nitakuwa sawa. Ule uchungu na usikia utaondoka, nami nitakuwa sawa. Tunu anasema basi mazungumzo kati ya mimi pamoja na kaka wa Kevin yalikuwa ni mazungumzo ambayo kadri muda unavyozidi kumsikiliza ndivyo zidi ambavyo nilizidi kuogopa. Nilimwambia naomba unieleze kuhusu hilo jambo. Akaniambia Tunu, haya ni mambo ya familia. Nikamwambia na kuomba. Akaniambia kwa nini unatamani sana kujua? Nikamwambia sio kwamba natamani kujua, kwa sababu tunazungumza na umeamua kushia na mimi. Kwa nini moyo wako unasita kushia na mimi? Alinisisitiza akaniambia, mimi nataka nikuhakikishie Tunu kitu kimoja. Kila mtu ambaye unaona anatafuta msaada wa kiroho, anatoka kwa nabii huyu, anaenda kwa nabii mwingine, anatoka kwa mtume huyu, anaenda kwa mwinjilisti mwingine, anatoka kwa padri huyu, anaenda, yuko katika kutafuta jambo la utatuzi linalomsumbua. Kwa hiyo itoshe kusema hata Kevin katika bidii ambayo yuko nayo kutafuta uso wa Mungu, kuna jambo linalomsumbua na amepambana nalo, lakini alipofika mahali pa kuamua kumtumaini Mungu ndipo unafuu wake ulipopatikana.
matumaini yake, amani ndani ya moyo ikazaliwa, na sasa anaishi maisha yake ya amani tu. Tukirejea kwenye topic, hicho ndicho ambacho nilikuwa namaanisha. Hakutaka kunieleza, nataka nikwambie hivi, sijui unanielewa. Yani nilishtuka kuliko kawaida, yani nilishtuka kuliko unavyoweza kueleza. Nini kichwani kinanijia? Kwamba kuna jambo huyo mtu limempata, lilimsumbua sana hilo jambo, lilimkatisha tamaa. Huyu ni kijana, hajaoa bado. Najiuliza alipatwa na nini? Okay, ingekuwa labda jambo la kuonekana kwa macho, labda alishaye kupataga ajali au aliwe kuumwa, labda yani kuna shida yoyote, labda kwa mfano kama mimi nishaye kuumwa na siwezi kufanya siri. Yani watu wanajua kwamba mimi niliumwa, nilikaa kitandani muda mrefu, nilikuwa nimepata shida upande mmoja, haikuwa jambo la siri. Unaona, na hata mimi siogopi kulisema, na hata mtu akilisema nikisikia sitakasirike tu kwamba amelisema, kwa sababu ni kweli nilikuwa na hiyo hali na Mungu akaniponya, akaniamsha kutoka hapo kitandani. Kwanza namshukuru nikiona mtu anaelezea kwamba nilikuwa mgonjwa, sasa nimepona. Sio kitu kibaya. Ni kitu gani hiki jamani? Ni nini? Ni jambo gani lilimpata? Je, ni masuala ya kazi? Ni nini lilinisumbua? Lakini huwezi ukalazimisha mtu akueleze jambo. Huwezi. Ina maana hapa natakiwa nitumie mbinu nyingine ambayo inaweza ikanisaidia mimi nikajua nini ambacho kinaendelea kwa Kevin. Tunu anasema tulipomaliza mazungumzo na huyu kakake na Kevin, nilisema hapana, siwezi kulala, siwezi kula, yani siwezi. Ninahisi nini ambacho kinanifikirisha sana? Kuna kitu kinanifikirisha sana. Kitu gani hiki? Kinachonifikirisha sana, unajua namna ambavyo mimi na Kevin tumekuwa, namna ambavyo na mimi nimekuwa karibu na Kevin katika namna nimekueleza, na hata namna siku ile tukiwa tumemaliza kufanya mazoezi ya praise team kutoka, na hata akaniambia twende tukapate dinner pamoja, na namna tulivyotoka tukaenda room, namna mambo yaliyofanyika, ni dhahiri kwamba sio kwamba tulikuwa tuna maandalizi ya awali. Hatukuwa na maandalizi. Ndio. Kwa hiyo kilichotokea hatukuwa tumejiandaa. Nazungumza kujiandaa kwa kitu gani? Kwanza kujiandaa kwenda kulala mahali pale. Lakini kitu kingine pia katika masuala ya mahusiano, ilikuwa ni mara yetu ya kwanza tunakutana katika swala zima la mahusiano. Hakuna tahadhari yoyote ambayo tulifanya siku hiyo katika makutano yetu. Hatukutumia kinga na wala hata hatukupata muda wa kwenda kucheki afya zetu. Nini moja kwa moja kilikuwa kinanijia? Kwanza nilianza kuwaza pengine inaweza nikawa nimeshika mimba. Kutokana na namna ambavyo mahusiano yalikuwa. Lakini hilo halikuwepo. Kwa hiyo nikawa nawaza sasa, vipi sikupima afya na huyo mtu, lakini pia sikutumia kinga. Ilikuwa ikija hilo swala linanisumbua sana. It's okay, labda linaweza likana linanisumbua kwa sababu nimepata elimu tosha kuhusu masuala ya kiafya. Ndio, nimesoma nje, nimepata hiyo elimu tu kwa upana kwamba ni vyema na mahusiano salama, na hata baada ya mahusiano kuisha ukabaki salama, ni kutumia kinga. Kinga ni salama sana. Lakini sikufanya hivyo. Kwa hiyo imekuwa pia ikienda ikirudi. Alafu kitu kingine kinachonifanya ninaogopa sana na kuwa na hofu ni kwa nini huyu mtu aje kwangu halafu asikae kwangu, yani apite tu. Yani kwa nini? Imekuwa ikinifikirisha. Tunu anasema nakumbuka siku iliyofuata nilimtafuta huyu dada ambaye tuko tunaimba naye praise. Nilihisi anaweza akawa anajua vitu vingi sana, kwa sababu ni kweli yuko hapo kanisani kwa muda mrefu sana, na amewahi kushare na mimi kwamba watu wengi church wana changamoto pia. Unaweza ukaja huko ulikotoka ukasema mimi naenda kupata wife material church, au naenda kupata a good husband. Husband church. Akiniambia hiyo ni mitazamo ambayo sio sahihi, kwa sababu hapa sio mahali pa kupata waume wala wake. Hapa ni mahali ambako ni kusanyiko la Mungu, la watoto wa Mungu. Hapa tunakuja kuabudu na kuondoka. Haya sio makutano ya wafanyabiashara kwamba tutakuja hapa tuta exchange idea hapa. Hapa tunakuja tunasali, afu tukitoka Mungu anatufungulia milango ya baraka huko tunakoenda. Maana anasema tabariki kazi za mikono yetu.
Sasa yeye ameshia na mimi namna ambavyo mchungaji anajua siri za washirika wake, na namna ambavyo alimtonya na kuwa na tahadhari asije akajiingiza mkenge, akiamini kwamba huyu tunasali, angalia anavyoga muda wa kusali ukifika, namna anavyotumia muda mrefu kusali, namna ambavyo sio ananena kwa lugha. Kumbe mtu mwingine unamuona vile, kumbe ana maumivu yake ndani ya moyo. Unaona ni muombaji, kumbe ikifika muda na machungu yake analia moyo na uchungu. Wewe unaweza ukasema yani ule kwa uombaji ule anafaa kuwa wife material. Nilimtafuta nikamwambia, mimi leo najisikia tu nikununulie pombe. Akacheka, wewe? Nikamwambia najisikia kabisa nikununulie pombe. Vipi kuhusu ratiba zako? Nikamwambia mimi ratiba hata sina ratiba yoyote, tukutane unywe unavyotaka rafiki yangu, nikununulie na vinyama nyama. Akacheka, wewe unavyonijua mimi, unajua tu ukiniambia hivyo upote ulipo nitakufuata. Nikamwambia leo tu nimejisikia, lakini nipo namtafuta mtu huyu. Najua mtu kwenye mambo ya msosi, mambo ya unywaji. Unaambiwa unaweza usinimwe habari, utanyimwa habari, unaweza ukapata chochote. Na mimi moyo wangu ninavyojisikia sasa hivi nataka kusikia kitu. Ndio narejea hivi punde. EFM, Nembo ya Taifa, uniambie kitu. Mama, kwa furaha, bashasha na shukurani, sisi wananchi wa Dodoma tumekupokea. Wingi wa wananchi unaoona kila unapopita ni mikono ya matumaini na mioyo ya shukrani kwa wananchi wa Dodoma. Tunasema asante ya vitendo kwa mabadiliko makubwa kwenye kila sekta mkoani kwetu. Dodoma ni shuhuda wa kazi yako nzuri. Tunasimama pamoja na wewe, kwa sababu wewe umejidhihirisha ni mama wa kazi na utu. Wasalamu, sisi ni wananchi wa mkoa wa Dodoma. EFM 103.7 Arusha. Ripoti ya leo. EFM 103.3 Mbeya. Haya, natueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Tunu anasema basi haya yalikuwa ni makutano kati ya mimi pamoja na rafiki yangu, namuita dada. Yeye tupo naye kwenye praise team, amenikaribisha, amekuwa ni dada mzuri. Ni mtu ambaye naye ana majeraha yake katika maisha yake. Nilishaye kushare nawe nikakueleza katika kile ambacho amekipitia. Yeye ni yule ambaye anasema nimeokoka, ninampenda Mungu na ana safari ya kwenda mbinguni. Kuna mambo ukimchunguza nayo yaishi
ni kama ni yule mtu ambaye amezoea, yani wanasema kwa lugha nyepesi, amezoelea wokovu. Yani jina la kwamba nimeokoka ndio limesalia kwake, lakini maisha ni kawaida, yani unalewa, yani pombe kama kawa, yani ana lifestyle fulani hivi, yani ya mtu ambaye yani kimtaani, yani it's okay. Lakini dada mzuri sana, tulikutana kwanza, akawa na furaha sana kwa sababu ananipenda sana. Mimi sikuchelewa, nikamwambia yani kwanza sasa hivi nataka nikuagizie zile wanaleta za mafungu. Unajua pombe za mafungu? Jamani wanywaji, zinaitwaje vile? Pombe ambazo unaitoa mafungu. Yani unasema nataka bia gani, unakuta labda kwa shilingi ngapi, labda 10,000 unaletewa mafungu. Labda 10,000 unakuta unaletewa 5 au 6. Yani aletewe hivyo na mabarafu kabisa hapo. Yani leo ni kunywa. Afu kunamwambia unataka ule nini? Yani hapa tutakuwa wawili na tutaagiza kilo 2. Anasema kilo 2. Lakini ilikuwa tu ni furaha. Alianza kunywa, mimi si mtumiaji wa kilevi. Kwa mimi nilikuwa nimeagiza soda yangu, nikawa nakunywa. Tukaanza kupiga story. Kikubwa mara nyingi tukikutana tunapozungumza ni mambo tu ya church. Tutamzungumzia huyu, tukamzungumzia huyu, tunaweza tukaanza kumchambua fulani hivyo yani. Sasa nikarejea hapo, sasa ameshamaliza ile round ya kwanza. Round ya kwanza anazungumza, ina maana ile hivi inaitwa bucket ni kama mafungu, sijui inaitwaje. Yani jina kama hilo, si kama nimelitamka sawa. Amemaliza ile round ya kwanza. Kwa hiyo sasa wakawa wamemletea round ya pili. Sasa hapa kwa sababu huyu ni mnywaji, sio kama kachangamka sana, yani bado yuko fiti. Nikamwambia unajua kuna siku moja kuna jambo uliniambia, nikasema unajua kwenye maisha usifanye mahusiano ya siri. Akaniambia jambo gani? Nikamwambia yani kuna jambo uliwahi kushare na mimi, nikajifunza kufanya mahusiano ya siri ni kitu kibaya sana, na hasa huku makanisani. Mdogo wangu, unakumbuka nilikwambia na uyazingatie, usifanye siri. Kuna mtu anakuapproach, anakuambia Tuno inakupenda, yani usijione wewe ndo unaweza kumchunguza. Watu wanajua watu tu. Watu wanajua watu. Mapenzi ya siri yamewaathiri watu wengi sana. Yani moja kwa moja mimi nilivompa chanzo alianza kunieleza. Mapenzi ya siri yameumiza watu. Kwa nini yameumiza watu? Kwa sababu watu wanadili na watu wasiowajua. Lakini Tuno nakwambia, mtu akikuapproach leo, yani akikuapproach na uko sehemu ambayo mna mjumuiko wa watu, iwe ni mjumuiko tu, iwe ni makazini, mpo mnafanya kazi pamoja, iwe ni iwe ni maofisini, iwe ni makusanyiko kama hivi church, iwe ni mkusanyiko ni wapi mnaoga kwenye masuala ya kibiashara, vyovyote, lakini mpo mnajumuika mara kwa mara. Usijitazame wewe peke yako, uliza watu. Muulize hata msichana mwenzako fulani anani approach, hata kwenye maneno. Siku hizi watu wanaogopa sana kusema fulani ananipenda, watu wanahisi kuharibiwa kwamba hana lolote. Nataka nikwambie kwa sasa hivi karne hii, na nataka nikwambie uliza watu, kwa sababu watu nowadays wameoza. Watu ni wabaya. Ukimwambia mtu atakwambia we unajua fulani ametoka na fulani, ametoka na fulani, ametoka na fulani. Lakini vipi ukifanya siri? Na unakuta mtu huyo kapita na wote kwenye hiyo sehemu moja. We kwa sababu hujui, utasema labda ni mimi peke yangu, na yeye anaweza kukuaminisha, unajua mimi niko hapa church sijawahi kumapproach msichana yote, ndio wewe peke yako. Au unajua mimi hapa kazini sijawahi kumapproach binti yoyote, au sijawahi kuwa na kijana yoyote hapa kazini, ni wewe peke yako. Si why imenitokea sasa hivi kwa sababu hiyo hali haijawahi kunikuta. Sijawahi kufanya kitu kama hicho. Lakini kumbe unakuta kwenye hiyo eneo kawa na mahusiano hata na watu 10. Na mahusiano yake yote anapenda kuyafanya sirini. Watu hawasemi, na zaidi pia chachi watu hawapendi kusema. Watu wanasema tutoa surprise watu tukiwa tunavishana pete. Watu wanavishwa pete wapi? Mambo yanaishia juu kwa juu.
Wanaumizwa ndio wanaanza kutafuta sifa za wale watu waliokuwa nao, still wanakuwa washachelewa. Nikamwambia ni kweli, unachokisema ni kweli kabisa. Uligusia pia mchungaji aliweko kuambia anafahamu siri za washirika. Akasema nilishtuka siku hiyo mwenzangu. Tunu, nilishtuka sikulala. Nikamwambia wewe, hebu nielezee vizuri kipenzi changu. Yani nini yani? Alikwambia nini? Akaniambia huyu dada, Tunu, kuna watu nikikutajia hapa unaweza usiamini. Nikamwambia kuhusu nini? Yani hizo shida zao ni za aina gani? Akasema unajua mimi wagasipendaki sana kusema. Unajua kwa nini sipendi kusema? Sehemu zenye public unaweza ukawa na share na mtu alafu huyo mtu ana rafiki yake wa sirini. So unaona kwa mfano kama mimi Tunu na wewe sisi si marafiki, lakini wewe unaweza ukawa na rafiki yako pale church. Mkiwa public hamuonyeshi urafiki wenu. Lakini mkitoka nini watu ambao mnawasiliana kwa karibu sana. Mnapiga story nyingi kuliko mimi na wewe tunayekutana hivi ana kwa ana tunapiga story. Na ndio maana mimi mdomo wangu mara nyingi ninaufunga. Nikaambia ni kweli unachosema, lakini mimi nakwambia, yani kwa mfano kama mimi mtu anayepiga naye story ni wewe tu. Wewe mwenyewe unajua nani na story naye. Akasema ila wewe ni kweli, ila siwezi kuamini 100%. Nikamwambia achana na hizo habari bwana. Wewe usiponiamini mimi utamwamini nani? Nikamwambia ndio niambie na mimi nishangae rafiki yako. Akasema cha kwanza, unajua watu wana maisha yao ya sirini. Nisiongee mengi, lakini mimi nilijua siri za watu. Yani kujua mtu akienda na anataka msaada aombewe eneo gani na nini na nini. Kuna wengine walipokuja mara ya kwanza tu ina maana ndo walianza kuomba msaada wa maombi, labda alikuwa sio mshirika. Kwa alikuwa anakuja naombewa baadaye akawa mshirika. Kuna wengine wanaficha siri. Lakini kadri siku zinazidi kwenda unakuta labda mtu anakuja kupata tatizo, mwisho wa siku mchungaji anakuja kujua mtu kumbe ana tatizo fulani anahitaji maombi. Nikamwambia nakuelewa. Akasema nikutajie mtu mmoja ambao nimejua siri yao. Nikamwambia ndio. Akasema kuna kijana mmoja nilikuelezea, alikuwaga hapa church, very handsome, yani dada mzuri sana, akaka mzuri sana, yani ana muonekano mzuri, alafu anampenda Mungu. Kaka ana bidii, anatoa sadaka yule kaka. Na unajua sisi wadada tunavutiwa sana na mwanaume wa namna hiyo. Yana tunaamini akiwa anatoa sana, tunaamini ana zaidi. Wadada sasa, wadada chachi, nitakutajia majina yao, namna ambavyo walipapatika na yule kaka jamani. Maana yule kaka mchungaji anaweza karaise jambo labda hapo church, jambo likawa jambo kwamba kuna mchango wa kitu fulani. Yule kaka anakuambia anaweza katuma kimemo kikamfikia mchungaji. Kifikia mchungaji labda hilo budget nzima hilo jambo mchungaji anatangaza pale, labda hilo ni 5 milioni. Yule kijana anatuma kimemo, kuna mtumishi wa Mungu ameguswa na jambo ile atatoa 3 milioni. Wengine wasimame wachangia pale jambo liishe leo 3 milioni anaweza katoa peke yake. Wacha wadada tuhangaike, nakwambia tulipigana vikumbo, nakwambia vikumbo kwa vikumbo. Na huyo kaka alipita na wengi. Alipita na yani yule ni silence, yani mtu wa kimya, yani anakula vichwa kimya, yani watu wanashtuka shaliwa. Watu wanakuja kushtuka. Amepita. Namshukuru Mungu. Mimi namshukuru Mungu maana ilibaki hivi. Nikaambia wewe, mwisho wa siku ndo mimi siku nakwambia niko na pastor ananiambia unamuona yule ni mgonjwa, anaumwa. Tuni wanasema rafiki yangu huyu ambaye tunaimba naye praise ndo ananieleza. Nikamwambia wewe, yuko nakwambia kweli Tunu? Nakwambia ukweli.
Nilimwambia ni kweli? Akasema yes, kaka anaumwa and yuko very serious. Alishawahi kuumwa sana, yani alipata homa ilimpiga, alilala kitandani, aliisha. Alikuwa anakuja anamuombea, anakuja anamuombea, akarikava kabisa. Lakini sasa uwezi ukamwambia kila mshirika kwamba jamani, huyu ana shida hii, ana shida hii, kwa sababu hapa ni mahali pa kuabudu. Watu wanatakiwa kuja kuabudu, kuondoka. Kuna wale ambao wanakuja kuhoji kwamba kijana fulani ameniambia ananipenda, ndio utamwambia kwamba basi kama ni hivi, mwambie mchukue hatua mkapime. Unaona, lakini wasichana hawasemi. Wanakuja wanaambiwa wanapendwa, haji kuwashirikisha wazee wa kanisa, haji kunishirikisha mimi kama mchungaji. Mwisho wa siku wanataka kumalizana huko kwamba tutaoana, nitakuoa, mwisho wa siku imeisha. Sasa ninawafahamu wasichana ambao 100% walipita na yule kaka. Nikamwambia jamani, lakini kwa nini watu wanafanya hivyo? Kama mtu unakuja church, unataka Mungu akusaidie, kwa nini unafanya hivyo? Akasema sasa kwa nini sasa yeye si hivyo, yani watu wanajipendekeza na yeye mwisho wa siku ni binadamu hivyo. Anapita nao, atakayepata amepata, atakayekosa basi amshukuru Mungu. Nikasema tabia mbaya sana, lakini ndio hivyo, ni vyema tukawa makini. Akasema nakuibia siri, naomba ufunge mdomo wako. Yani siri nikisikia popote ni wewe Tunu. Nikamwambia ninakwambia, ulishawahi kusikia jambo letu lolote tunalizungumza mimi ukasikia nimelisema mali? Sema, tulishawahi kumchambua nani pale kanisani ukasikia Tunu alisema? Hapana, mimi naongeaga na wewe tu, mimi nakwambia. Akaniambia mdomo wako funga, kanalo moyoni. Watu wana matatizo yao tu, usiwaone hivi, watu wana shida zao. Nikamwambia Akaniambia nataka nikumegee ubuyu leo, maana umenifurahisha. Nataka nikupe habari kuhusu Kevin. Nakumbuka ndicho kilichokuwa kimenileta mimi hapa, maana nilikuwa najua nitaenda naye tutafika tu hapo. Mimi nataka kujua yule kaka yake aliponiambia ile sentence, je, hiyo issue ni ya kifamilia? Kuna member yote hata chacha anajua? Huyu dada akaniambia sasa, Kevin huyo unayemuona, mchungaji aliniambiaga siri. Nikamuuliza siri gani? Siri gani? Hivi unajua mtu umesha date na mtu, hivi sijui kuna mtu unaelewa, umesha date na mtu, moyo wako umekuwa kwenye mahangaiko, umekuwa una hisia tofauti kutokana na namna mahusiano yamekuwa papa hivyo, yani yameisha. Afu unakutana na mtu kama hivi, yani ndio mmekaa hapa, anakuambia na kumegea siri. Niliwaambiwa. Tunu anasema, nikamwambia niambie rafiki yangu, niambie. Akasema nikwambie, usimuone hivi Kevin. Unamuona ngozi yake alivyo smooth? Nikamwambia namuona. Si unamuona anavyopendeza, angalia alivyo nawili kwanza. Kaka, ana kichunusi yule? Hapana. Ana kichunusi? Ana kidoa chochote? Nikamwambia hapana. Hivi kadi muda unasogea anavyozidi kuelezwa ninazidi kuingiwa na hofu. Nikamuuliza ni nini? Ana shida gani? Nataka nikwambie kuna kijasho kinanitoka. Yani kuna kijasho chembamba. Ndio nakisikia ni sasa hivi, yani moyo, yani una moyo sasa, yani kwenye moyo ndo ni mahangaiko yani. Akaniambia nye watu wana siri. Nikamwambia tu niambie. Akaniambia Kevin mgonjwa. Yani nilisikia moyo umelaluka, umelia papa. Yani hiyo ni papa. Yani kile kijasho nilifeel kuchanganyikiwa. Hivi ulishawahi kupata ripoti mbaya kwenye maisha yako? Mungu asikupe habari mbaya kwenye maisha yako. Usipokee habari mbaya, usipokee ripoti yoyote mbaya, taarifa yoyote mbaya usipokee, kwa sababu inaleta mshtuko wa moyo. Tunu anasema nilipata mshtuko wa moyo, yani moyo ulilia te. Unajua moyo unaweza
ukapata habari na ukashtuka. Unajua kuna mtu unaweza ukapokea habari mbaya ukadondoka. Hujui kusikia watu wengine wanapata habari mbaya anazimia, anadondoka. Mimi nilisikia kabisa moyo umelia te. Yaani moyo umepiga kishindo moyo. Yaani sikuweza kusema neno lolote. Nilibaki nimestaka. Akaniambia, Tunu, umenielewa? Maana yeye tayari alikuwa ameshapata, ina maana kinywaji kimekolea. Nikabaki nimenyamaza. Akaniambia, Tunu, umenielewa? Kevin huyo, Kevin handsome wetu wa church mgonjwa huyo kaka, unaambiwa kuna nyakati aliumwa na yeye ndo kama yule habari yake. Faraja hivyo, unaambiwa mchungaji alikuwa anaenda hadi kwao kwenda kumwombea. Sio kuna ndugu yake gani sijui ndio alimconnect, lakini hakuna hata mtu anajua, watu hawajui. Siri kuna watu wachache. Ndio kama mchungaji anavyosemaga, siwezi kutoa siri za watu. Unawezaje kutoa siri za washirika? Hivi unawezaje kusema? Uwezi. Lakini niambie, muone Kevin anavutia kila msichana. Niko hapa. Nataka nikwambie, hii kwangu ilikuwa ni habari mbaya. Jasho linanitoka. Jasho linanitiririka jasho. EFM, nembo ya taifa. Uniambie kitu. Dia mama, karibu Dodoma. Sisi watoto wako tunafurahi kukuona mwenye furaha na bashasha. Mama, mimi na wanafunzi wenzangu wa vyuo vikuu wa mkoa wa Dodoma tunakupokea kwa furaha, sio kwa sababu tunakuja kukushangaa. La hasha. Bali ni shukrani yetu kwa kutoa mikopo mpaka kwa wanafunzi wa diploma na kuongeza boom kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Mama, tunakuja kukushangilia kwa sababu umebeba matumaini mapya ya miaka 5 ijayo kwetu sisi wanafunzi wa vyuo. Karibu mama, jisikie upo nyumbani. Kazi na utu, tunasonga mbele. Je, uko tayari kuanza safari yako ya mafanikio? Jiunge na chuo cha afya Tandabui, the home of champion. Tunatoa kozi bora zinazotambulika kitaifa na kimataifa katika fani zifuatazo: clinical medicine, pharmaceutical science, medical laboratory, community development, social work, nursing na health records and information technology. Tunajivunia kuwa na walimu mahiri, mazingira rafiki ya kujifunzia, pamoja na vifaa na maabara za kisasa zitakazokuandaa kuwa bingwa wa kesho. Kozi zetu zimepewa kipaumbele cha mkopo wa serikali hadi 100%. Dirisha loda hili lipo wazi hivi sasa. Tuma maombi yako kupitia www.thas.org. Tunapatikana Buzuruga, Mwanza, mita 500 kutoka stendi ya mabasi Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0677 020205 au 0677020206. Tembelea mitandao yetu ya kijamii @Tandabui Institute. Tandabui Institute of Health Science and Technology, the home of champions. Kuwa na choo haitoshi. Hakikisha kuna sehemu ya kunawia mikono pia. Baada ya kutoka chooni, usisahau kunawa mikono. Sabuni na maji safi huua vijidudu vinavyosababisha magonjwa. Ni rahisi, haraka na muhimu kwa afya yako na ya wengine. Mtu ni afya, usibaki nyuma. Choo bora chenye maji na sabuni, mazingira safi, bila taka, pezi salama kwa mama na wadada. Tizi kila siku, hatukosi na kupikia, twatumia nishati safi. Tunakula nyama na kutumia maji salama. Fanya kweli, usibaki nyuma. Mtu ni afya. Mtu ni afya. EFM. Uniambie kitu. Katika kipindi hiki cha miaka 4 hii, matumizi ya mziki wa singeli imekuwa kwa kiasi kikubwa sana.
na ni mziki ambao umeweza kutembea sio tu Tanzania bali mpaka nje ya nchi, na wasanii wetu wa Singeli wametumika katika matukio mbalimbali ambayo yameweza kuwapelekea kuwapatia vipato, na sasa hata wizara nyingine na taasisi nyingine zimeanza kutumia mziki huo na wasanii wetu kuhakikisha kwamba wanatekeleza yale ambayo idara au taasisi zao au wizara zao zinatekeleza. Na hapa niseme kwamba KOSOTA imeshirikiana kwa karibu sana na wadau wa Singeli wakiwepo Uswazi Got Talent, pia kituo cha redio cha EFM na kituo cha TV cha EFM. Mimi na Singeli huniambii kitu. EFM 103.3 Mbeya. EFM 103.3 Mbeya. Ripoti ya leo. Yes, tuko katika sehemu ya 3. Ndio, katika ripoti ya leo ya EFM. Leo siku njema kabisa, tarehe 1 mwezi wa 9 2025. Kumbuka ripoti ya leo ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku hapa EFM. Unaweza kutufuatilia pia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Ndio, anaitwa Tunu anasema hizi ni nyakati ngumu kwangu sana. Nilisikia alichokisema na alikuwa na mengi ya kuzungumza, lakini sikuweza kuuliza swali. Aliniuliza, Tunu, vipi? Nikamwambia niko sawa. Akasema, umenielewa nilivyokuambia? Nikamwambia ndio, nakuelewa. Nashangaa tu, unajua, yani nashangaa. Akasema, mimi sikushangaa, wewe hujashangaa. Unajua nyakati hizo ambazo ninapata huo ubuyu wa kuhusu Kevin alikuwa anatoka na msichana mmoja hivi, msichana mzuri sana. Alikuwa amekujaga hapa church na mama yake. Mwenyewe amekuja hapa na mama yake nini, mama yake anampenda sana Mungu, naona ndo akana ameshawishi pia na binti yake aje. Sasa si unajua tena Kevin yani alivyo na mvuto wa vile anaimba. Mwisho wa siku yani binti na yeye kama akawa anapenda yani wakimaliza ibada kumsalimia Kevin. Sasa unajuaga Kevin halazi damu hivyo, bado hujamjua Kevin vizuri. Nikamwambia ndo namuona yani uko yeye halasagi damu. Yani Kevin mwanamke anajileta. Halazi damu. Yani nilisikitika kwa sababu binti mdogo. Unajua mdogo? Binti mdogo, mrembo, mdogo sana. Unaona, ndo kama kasichana kake yani. Yani nilishtuka sana siku hiyo, nilisikia uchungu. Kuna wengine ndio wanawake watu wazima watajijua wenyewe, lakini yani yule niliona huruma kwa sababu ni mdogo. Yani mpaka nikasema jamani, sijui aga huyu Kevin anatumiaga kinga na nini. Siku moja tulipiga story na Kevin, haya mambo ya kutumia kinga. Kevin anasema hivi, unajua mimi kwenye maisha yangu sijawahi kutumia kinga. Kwa hiyo maana Kevin hatumiage kinga. Wewe unajua unaweza kupata habari na ukazimia. Hivi mimi niambieni hapa. Nikamwambia uwezi ukajua, labda mtu anaweza kukutana na mtu inategemea mahusiano yao. Unajua mtu sio lazima mtu awe na mahusiano na mtu afu apate maambukizi, kwa sababu maambukizi ni process. Maambukizi yanatokea labda kunakuwa na mchubuko labda ndio maambukizi yanaweza katokea. Akasema sasa hebu kwa mfano kama Kevin, yeye alishaungua. Unaona? Anakutana na msichana kama yule. Unadhani anataka amuone kwamba na yeye siku akija kupima afya awe mzima? Inawezekana ikawa ni kweli kwamba inategemea, lakini pia inategemea labda mahusiano yao wamekutana mara ngapi. Hivi unajua kuna watu wanakutana na mahusiano mara moja na wanapata maambukizi. Nikamwambia hiyo ni nadra sana. Akasema
Unashangaa mara moja, kwa sababu inategemea. Yani hivi vitu vinategemeana. Eti sio mpaka iwe mara nyingi, eti mara 10, mara 20, mara 30 ndio mtu anasema yani hivyo. Kuna wengine mara moja, mara hii moja, na jambo linakuwa jambo baya. Mimi nikamwambia sijajua. Akasema nakwambia, kwa sababu hata hivyo Kevin akage na mahusiano na wanawake muda mrefu. Nikamwambia sasa, kuna yote ambaye katika wale wasichana labda aliwahi kucheki afya? Akasema sitaki kujua, sijawahi kufahamu, ila kuna mdada mmoja anamchukia sana Kevin. Mimi huwa nahisi yule dada alienda kucheki afya akakuta ana shida. Yani ni anamchukia. Naona ndo mtu wa binadamu wa kwanza anemchukia duniani. Hata nilikuwa nauliza kwa nini dada anamchukia Kevin kiasi hiki. Mbona watu wanakuwa kwenye mahusiano na wanaachana? Kwa nini anamchukia hivyo? Unajua alikuwa anamchukia mpaka anataka kumkodia majambazi waje wa mdhuru. Yani alikuwa na kisasi kikubwa. Sasa mpaka msichana umtende nini? Yani mpaka anakuinda hivyo. Yani mpaka anakufanyia hivyo. Mpaka huyu Kevin alienda kuchukua Arabi Police kwa kufia, yani dada yule alivyokuwa anamwataka. Hashei kwamba kwa nini dada anakuattack, lakini mimi nilihisi kwa sababu nilishapata huo ubuyu nilishaupata. Tunu anasema, kwa nini niliweza kustahimili kuendelea kukaa pale? Na rafiki yangu huyu dada yangu pombe alikuwa bado anaendelea kunywa. Sikuweza kustahimili kuendelea kukaa. Sikuweza. Tunu anasema sasa, nilimwambia rafiki yangu, nimetumiwa message, natakiwa sehemu haraka sana, na wewe una pombe huwezi ukanywa haraka sana. Nitakuacha hapa, nitakulipia hii bill, nitalipa gharama zote, na nitakuagizia nyingine itokee utakunywa leo au ni kesho. Yuko jamani Tunu, jamani, leo unataka unieleweshe nilewe. Basi hamna shida. Kweli nika clear ile bill, nikamwachia pia na pesa. Akaniambia asante jamani mdogo wangu, umenifurahisha leo jamani, umenifanyia surprise. Nikamwambia wala usijali. Lakini niliondoka moyo wangu una uchungu, nililia kwa uchungu. Nakwambia nililia mpaka narudi nyumbani, nililia kwa uchungu. Nilijifungia chumbani kwangu na uchungu. Nikachukua simu, nataka nipige simu, sijui nimwambie maneno gani ya kumuumiza, na nasema ngoja niache, lakini nilipita katika maumivu. Sasa haya sio maumivu ya kuachwa. Haya ni maumivu au ni hofu ya kwamba huenda nikawa nimeingia kwenye shida. Nilianza kugugo dalili za ukimwi jamani. Nilianza kugugo inachukua muda gani ukipima ujue una maambukizi. Niligugo, mtu unaweza kukutana naye mara moja na mwenye maambukizi, unaweza kukutana naye mara moja na ukapata maambukizi. Nikaona kuna mtu anaelezea alikutana na mtu mara moja na akapata. Mwingine anasema it depends, inaweza isitokee, inategemea na tendo lenye lilipofanyika. Lakini pia naona elimu. Hivi kwani dunia leo mtu mnakutana jamani, mnawezaje kushiriki mahusiano bila kinga jamani? Watu hamjapima hivi, mnawezaje? Yani naona watu namna ambavyo wanachambua mambo na kushangaa mtu ambaye kwa dunia leo anaenda kushiriki mahusiano bila kutumia kinga. Yani watu wanashangaa. Una ujasiri gani mtu usiyemjua, msiye na kupima afya? Una ujasiri gani wa kukutana naye kimwili bila kupima afya? Jamani, yani nasikia kulia, yani nasikia uchungu, yani nahisi kuchanganyikiwa jamani. Sasa nifanye nini? Nyakati zimeshasogea. Hakuna chochote kinaweza kubadilika sasa hivi. Nakumbuka nilitafuta muda, nilimtafuta yule kakake na Kevin. Nilimtafuta kakake na Kevin kwa message, na nikamwambia ukiwa free unaweza ukanicheki
Yani mimi nataka pia nipate uthibitisho. Hivi ulishawahi kuona mtu mwenye roho ya kuhangaika? Yani roho inatapatapa yani. Na kweli kaka alinitafuta na tuliongea. Nikamwambiaje, jamani, nilikuwa natamani tuongee. Kuna kitu nilikuwa nataka ni share na wewe. Akaniambia kitu gani? Alikuwa anapenda kuniambia kitu gani kipenzi? Huyu kaka yake. Nikamwambia na wewe ukaona unanificha. Kama ulivyosema kila mtu ana sababu ya kuokoka. Kama nilivyokuambia hata mimi na sababu. Nikakuuliza kuhusu mdogo wako, nikakuuliza wewe unataka kuokoka lini, mwenyewe ukaniambia mambo ya kifamilia ni kweli, lakini watu tulio karibu tunaweza tukajua. Akaniambia kuhusu nini? Nikamwambia si kuhusu Kevin. Kuhusu nini? Nikamwambia Kevin si anaumwa. Akafanya wewe hizi habari umezitoa wapi? Nikamwambia sasa Kevin si alikuwa na mahusiano na dada moja hivi. Huyu dada akaenda kucheki afya. Akakuta na tatizo na sikio, dada akamind kweli yani. Akamind Kevin sana. Akasema ndo shida ya Kevin. Anapenda sana wasichana. Yani ndo shida yake, anapenda sana wasichana. Huwa anamwambia dogo hiyo sio salama sana. Kindo hivyo unajua. Tunaomba Mungu ufike wakati yani aona anatakiwa ajilinde pia na yeye mwenyewe. Pata picha sasa, yani ndio uthibitisho sasa huyu ni mwanafamilia. Si yule tutasema unajua watu wanapenda kuzushiana, yule mgonjwa, huyu mwanafamilia. Kamuuguza mdogo wake, alikuwa mgonjwa, unaambiwa alipigwa na hiyo homa hiyo ya hatari, unaambiwa alikonda, akaisha kweli kweli, baadaye ndo akaamka, yani kama akafufuka upya hivi. Ndio story sasa alizokuwa ananiambia yule dada. Amene aliambiwa na nani? Sasa hapa ndo ananiambia ndo shida yake yani. Penda totozi sana. Nilipata ganzi. Unajua kuna wakati mwingine unatafuta ukweli ili ukufariji. Si unanielewa? Ukweli yani unatafuta ule ukweli niambiwe hamna kitu kama hicho. Wewe mimi nilisha kwenda naye hospitali na tukachekiana hiyo shida. Hizo habari za uongo hizo. Unajua hizo sasa zinakuja kukuletea moyo kwamba afu watu ni waongo, watu wanapenda sana kuzusha. Wakimwona mtu ana wadada wengi wanaanza kumzushia kama ni mgonjwa. Live kabisa ananiambia. Kaniambia ndio shida ya mdogo wangu. Penda sana totos. Aga namwambia sometimes jilinde na wewe pia. Nikamwambia jamani. Yani akasema ndio hivyo. Na hiyo ndo kweli ilimsababisha Kevin awe karibu na Mungu. Hiyo ilimsaidia kusogea karibu na imemsaidia sana. Mimi naheshimu sana mambo ya kiroho. Sana sema Kevin yeye naona tu bado hajakuwa. Lakini Mungu alipomtoa ni mbali sana. Unajua tulikuwa tunajua Kevin anaondoka. Aliumwa sana. Kwa hiyo faraja aliyopata, matumaini aliyopata, na maelekezo ambayo dawa alianza kutumia yalimrejesha Kevin akawa Kevin unayemwona leo. Huyu ni kaka yake. Nikamwambia kwa hiyo ulikuwa sehemu ya akasema nimemuuguza muda mrefu unajua. Tumempambania sana mdogo wangu. Unavyomuona hivi tunafurahi. Sema ndio hivyo. Anadanganya sana wasichana. Danganya sana wasichana. Hata sijuagi yani kama anatumia kinga yani sielewi. Basi tu sasa tutafanyaje? Nataka nikwambie starehe ya mapenzi ni ya dakika chache sana. Mahusiano ya kimwili ni ya furaha ya dakika chache, lakini anaweza akakuondolea hatima yako njema. Yani yakakutaabisha. Kwa sababu mimi hapa sasa hivi nikivuta picha matabiko nayopitia, nataka nikwambie zile dakika nilifurahia si chochote kwenye maisha yangu. Hazina kumbukumbu nzuri hata kidogo. Ni muda gani nilitumia? Muda mfupi sana. Hata haikuwa hata saa 24. Ni muda mfupi sana.
ambao ule muda umebadilisha. Sasa hivi mimi niko kwenye mahangaiko haya nayohangaika nayo. Haya anatueleza ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Tunu. Msikilizaji, na sababu ya kushukuru sana kwa kunisikiliza, lakini pia nikusihi tena na tena, endelea kufuatilia mkasa huko karibu, na uendelee kujifunza mengi ambayo ndugu yetu anaitwa Tunu akishia pamoja nasi, na tujifunze pia. Haya Tunu amepitia ni mambo ambayo watu wengi wanapitia pia, kwa sababu hizi ni simulizi za kweli, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunawasilisha kwako. Nikutakia usiku mwema, endelea kutegea sikio EFM. Asante.